الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العظمة والكبرياء والملك والملكوت وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل فسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla, lakini pia kumwombea ziada ya rehma na amani mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala leo ametukutanisha tena hapa kuendelea na maudhui zetu mbalimbali, na leo biidhnillah tutakuwa na risala, tutakuwa na ujumbe, au tunaweza tukasema kwamba tutakuwa na nasaha. Na nasaha zetu za leo ambazo tutakazoanza nazo, tutazungumzia ni namna gani mwanadamu au ni namna gani Muislamu anaweza akawa na subra, akawa na uvumilivu juu ya kuvumilia maudhi ya wanadamu wenzi wake, maudhi ya viumbe. Ndugu zangu, nalisema hili kwa sababu sisi katika maisha yetu tunaishi na wanadamu wenzi wetu, wanadamu ambao kwamba wenye tabia tofauti tofauti, wanadamu ambao wengine sifa zao wao siku zote wanapenda sana kuwaudhi wenzi wao, wanapenda sana kuwatia makeo wenzi wao. Kwa hiyo maudhui hii ambayo niliyopanga nizungumze leo ni namna gani mtu ataweza akawa na subra juu ya kuvumilia maudhi ya wanadamu. Lakini kabla sijaingia katika misingi hiyo, kabla ya kuzungumzia hiyo misingi itakayotuwezesha kuweza kuvumilia maudhi kama hayo, kwanza kabisa ni lazima tuelewe ya kwamba subra ina nafasi kubwa sana katika dini. Ama uvumilivu tunasema kwamba una nafasi kubwa sana katika dini, na ndio maana hata Allah azza wa jalla ameitaja subra katika sehemu nyingi sana. Ndio ikafika mahala hata mmoja wa wanachuoni al-Imam Ahmad rahimahullah, yeye anasema dhakara Allahu as-sabra fi al-Qur'an al-Karim fi akthar min 90 mawdhi'a. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja subra ndani ya Qur'ani zaidi ya sehemu 90, akthara min 90 mawdhi'a. Allah ameitaja subra zaidi ya sehemu 90. Hii yote inatujulisha sisi ala adhami sha'ani sabri wa rafi'u makanatihi, inatujulisha juu ya utukufu na ukubwa wa subra na nafasi iliyokuwa nayo subra katika maisha yetu. Ndugu zangu, kiufupi, na kila mmoja anatakiwa aelewe kwamba mja anahitajika sana kuwa na subra. Mja anahitajika sana kuwa na uvumilivu katika kila nyanja yake ambayo kwamba aliyokuwa nayo. Mja anahitajika kuwa na subra katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima awe na subra ili aweze kufanya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika as-sabru, subra yanbaghi, inahitajika fi babi al-munhiyati, katika mambo yale yote ambayo yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili aweze kuyaacha yanahitajika, ni lazima awe na subra. Lakini kadhalika subra inahitajika hata katika zile qadari au ile mipango ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuwekea, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika qadari ambazo alizotuwekea, inawezekana Mungu akakupa qadari ambayo kwamba wewe
ikakukera, lakini Allah subhanahu wa ta'ala inawezekana akakupa kadari ambayo yenye kukufurahisha, lakini haya yote yanahitaji, ili uweze kwenda nayo vyema, unahitajika kuwa na subra. Kwa hiyo fal abdu muhtaju ila sabr, mja anahitajika sana kuwa na subra, kuwa na uvumilivu. Wasabru musahibu lilmuslimu fi kulli ahwalihi, na subra ni jambo ambalo kwamba linalohitajika ambatane nalo Muislamu katika kila hali zake. Subra inahitajika Muislamu awe nayo katika kila aina ya mazingira yake. Wala tatruku almaasiya illa bisabri, Muislamu hauwezi ukaacha maasi isipokuwa kwa subra. Wala ta'ata wala fi'li lit-ta'ati illa bisabri, lakini kadhalika hauwezi ukafanya vitendo vya taa vya Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima uwe na subra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala kiukweli ameitaja subra katika sehemu nyingi sana za Qur'ani, lengo na madhumuni ili tujue kwamba maisha yetu sisi ndani ya ulimwengu huu yanahitaji sana kuwa na subra. Na ndio maana ukisoma Qur'ani utakuta Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu wale ambao wenye sifa wamejipanga na kujipamba na sifa ya subra, amewasifu mno mpaka akataja ma a'adahu Allahu lahum min jazili thawabi, na kadhalika ametaja sehemu nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala malipo yaliyokuwa mazuri, malipo ambayo kwamba watakayowapata watu ambao kwamba waliokuwa na subra. Hii yote ndugu zangu inatuonyesha sisi ukubwa wa subra na nafasi ya subra ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo tukizungumzia masuala ya subra, kiukweli kabisa ni hadithun wasi', ni mazungumzo yaliyokuwa marefu, ni mazungumzo ambayo yanahitaji muda mrefu, lakini biidhnillah sisi katika nasaha zetu hizi ambazo tutakazoanza nazo leo ni nasaha ambazo kwamba tutafupisha kwa kuzungumzia an sabri fi babi muayyan. Tutazungumzia subra katika mlango maalum. Katika milango yote ile ya subra sisi tutachagua mlango maalum ambao mlango huo tutaupa jina as-sabru ala adhal khalqi, uvumilivu wa kuvumilia maudhi ya viumbe. Kuvumilia maudhi ya viumbe. Na tunalisema hivi kwa sababu anna al-insana fi hadhihi al-haya la yaslama min adha al-khalq, siku zote mwanadamu hawezi kuepukana na maudhi ya viumbe katika maisha, huwezi. Lianna an-nasa ajnasun, kwa sababu watu bwana wako tofauti, wametofautiana. Watu tumetofautiana katika tabia, watu tumetofautiana katika miamalati. Kwa hiyo kutokana na mazingira haya ambayo kwamba aliyotuumbia Allah, aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala, yanbaghi an yakuna muhtaliyan bisabri, tunahitajika mno sisi kujipamba na subra. Wallahi kuna wanadamu namna walivyo, namna alivyowaweka Allah subhanahu wa ta'ala, wanapenda sana kuwaudhi watu. Yani yeye siku zote akilala akiamka anawaza ni namna gani atamuudhi mtu fulani. Hivyo ndivyo tabia za watu wengine tulizokuwa tunazo. Kwa hiyo subra inahitajika sana katika maisha yetu, kwa sababu ni mlango uliokuwa muhimu sana. Na mlango kama huu ni mlango ambao ahlul ilm wameuzungumzia katika mambo mengi kabisa, na kadhalika ikafika mahala ahlul ilm wakatutajia ma yu'inu al-mar'i ala sabri ala adha al-khalqi, wakatusaidia kutuandikia sisi au kutuelezea na kutufundisha yale mambo ambayo kwamba yatakayomsaidia mwanadamu, yatakayomsaidia Muislamu kuweza kuvumilia maudhi ya wanadamu. Na hii ni maudhui ambayo kwamba ndio ninaikusudia tuweze kuizungumzia katika muda wetu kama huu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuweza kuyafikia malengo haya. Ndugu zangu, jambo la kwanza katika mambo ambayo kwamba yanayomsaidia mtu kuweza kuvumilia, kuwa na subra juu ya maudhi ya watu, an yashhada anna Allah khaliqun af'alil ibad.
Hili ni jambo muhimu. Kila mwanadamu, kila mmoja wetu katika sisi anatakiwa awe na yakini, ashuhudie kwamba hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye muumbaji wa matendo yote ya waja. Matendo yote Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyaumba. Matendo yote ambayo unayoyaona wanayafanya wenzi wako na unayoyafanya wewe yameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba harakati zao zote waja ameziumba yeye. Ukiona wanadamu wametulia, basi kaumba yeye zile. Fama sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Anachokitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala ndicho kinachokuwa, na kile ambacho asichokitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala hakiwi. Kwa hiyo unaloliona linalotendeka katika ulimwengu huu wa dunia, unaloliona linalotendeka hata katika ulimwengu wa juu, illa biidhnihi, ni lazima iwe kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na mashiati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukiona wewe maudhi umefanyiwa na mwanadamu zako, maudhi umefanyiwa maybe na jirani yako, au maudhi ambayo umefanyiwa na mfanyakazi mwenzi wako ofisini, tambua kwamba maudhi hayo ambayo aliyokutendea wewe, huyo ambaye aliyekutendea hayo maudhi yameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, na hakuna mnachokitaka nyinyi illa an yasha Allahu rabbul alamin, isipokuwa atake kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana ya kwamba hili ukilielewa, hili ukawa na yakini nalo, hakuna kitu ambacho anachokitenda mwanadamu isipokuwa kimeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana ya kwamba ukilielewa hili kwamba vitendo vya wanadamu vimeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiuhakika wewe hautamtazama yule aliyekuudhi, hautamtazama yule aliyekukera, bali wewe utamtazama yule ambaye aliyemfanya yule aliyekukera aweze kukukera wewe. Bimaana ya kwamba utajua kwamba hili jambo sio la kwake yeye, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiyo aliyemkadiria mja yule kuweza kulifanya hivi. Kwa hiyo wa anna af'ala al-ibadi kulliha makhluqatun lillah, makhluqatullah, kwamba kila matendo anayoyatenda mwanadamu, matendo yote wanayotenda na yanayotendwa na waja, haya ni makhluqatullah, yameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo bimaana ya kwamba utazamaji wako wewe utamtazama nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akuondoshee yale maudhi yanayotolewa kutoka kwa yule mtu, kwa sababu yale maudhi yamesababishwa au aliyekadiria kuyafanya mambo kama hayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo la kwanza katika mambo ambayo kwamba yanayoweza sisi yakatusaidia kuweza kuvumilia maudhi ya waja ni kule kutambua na kushuhudia kwamba matendo yote yanayotendwa na waja yameumbwa na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama jambo la pili katika mambo ambayo yanayoweza yakamsaidia mja kuweza kusubiri, kuweza kuvumilia maudhi ya viumbe, an yashhada dhunubahu, mtu kwanza ayaangalie madhambi yake. Angalia madhambi yake. Mara nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anatusalitishia sisi, anatuletea sisi viumbe wakuja kutuudhi, wanadamu wakuja kutuudhi kutokana na madhambi ambayo kwamba tuliokuwa nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wama asabakum min musibatin fabima kasabati aydikum wa ya'fu an kathiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hakuna matatizo yote katika matatizo ambayo nyinyi mnayoyapata isipokuwa matatizo hayo yamechumwa na mikono yenu. Kwa hiyo hakuna maudhi ambayo tunayoudhiwa ima na majirani zetu, maudhi ambayo tunayoudhiwa na waumini wenzi wetu ndani ya misikiti, ndani ya madarasa zetu, au tunayoudhiwa katika biashara zetu na ofisini kwetu, basi hayo ni yale ambayo kadhalika yamechumwa na mikono yetu. Wama asabakum min musibatin fabima kasabati aydikum, hakuna shida inayowapata nyinyi katika mashida isipokuwa ni katika yale ambayo yaliochumwa na mikono yenu.
wa ya'fu an kathiri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe mambo yaliyokuwa mengi. Kwa hiyo mwanadamu au mja akishuhudia kwamba anna jamia ma yanaluhu min almakruhu fasababuhu dhunubuhu, atakapokuwa na yakini mja kwamba yale yanayompata katika mambo yaliyokuwa mabaya sababu yake inakuwa ni madhambi, akilitambua hili kiuhakika kabisa ishtaghala bitauba, mtu huyu atajishughulisha sana na kufanya toba wa istighfar, na atajishughulisha kufanya istighfar kutokana na madhambi ambayo kwamba yaliyosababisha yeye asalitishie mtu wa kuja kumuudhi, amsalitishie kiumbe aje kumkera katika maisha yake. Kwa hiyo mja utakapoona mara nyingine umeudhiwa na mwanadamu mwenzi wako, ima kazini au jirani yako, mara nyingine unatakiwa uyahesabu kwamba mimi haya yamesababishwa na madhambi yangu. Kwa hiyo maana yake ukiwa na fikra kama hii itakupelekea wewe kwanza kuwa na subra, lakini kadhalika kufanya istighfar na kufanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya hizi kaida au misingi hii miwili tuliyozungumza leo, Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe tuweze kuifanyia kazi, na inshallah Allah subhanahu wa ta'ala akituwezesha, basi tutaendelea na sehemu ya pili ya kuzungumzia kaida au misingi itakayotuwezesha sisi kuweza kuvumilia maudhi ya viumbe, maudhi ya wanadamu wenzi wetu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.